Zamani ilikuwa viongozi wakija jamii fulani hata haionekani, lakini sasa tumeunganisha na kufanya mkoa kuwa mmoja na wote wakiwa wanufaika. Baada ya kusema hayo mengi, kwa kweli sio machache, nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa dini kwa kunilea, kwa kuniombea, kwa kunitia moyo, tukiongozwa na baba yangu mzee wangu shehe wa mkoa wetu wa Arusha, kwa kazi nzuri sana mlioifanya. Ninawashukuru sana. Naomba nikushukuru sana mzee wangu Kisongo kwa kazi nzuri njema ambayo mmefanya, na viongozi wote wakiwemo maaskofu na wa madhehebu yote ya mkoa wetu wa Arusha na wazee wa kimila. Lakini sambamba na hilo, mgeni rasmi, uniruhusu tu niwashukuru wananchi wa mkoa wa Arusha. Ninawashukuru sana kwa sababu nafasi hii ilikuwa ni kazi. Wewe unajua mdogo wako 24/7 tunawaza kazi. Kwa hiyo tungekuwa tunajua kwamba leo jana yale mambo mkeka ungetoka, maana leo hapa tusingekuwa. Lakini kwa sababu ulikuwa unakutana na mpango wa Mungu ukiwa kwenye mpango wa Mungu. Hebu mwambie jirani yako, unakutana na mpango wa Mungu ukiwa kwenye mpango wa nani? Huku kwetu hakuna ajali. Mpango wa Mungu ndani ya mpango wa Mungu. Kwa Mungu alikuwa amepanga hiyo hivyo. Ninashukuru pia kwa kukubali na kunipa heshima hii ya kuwashukuru. Na washukuru wananchi wa mkoa wa Arusha kwa sababu kubwa mbili. Moja, wana upendo wa kweli. Wana upendo wa dhati sana. Hakuna jambo mheshimiwa mgeni rasmi niliwahi kuliitisha wananchi wa mkoa wa Arusha wakaacha kuja. Hata hapa nimeunda kamati, wewe ndio mwenyekiti, wewe ndio katibu, wewe simamia mapambo, wewe na kila mtu anachakalika kama vile umemwajiri. Na hii kazi kubwa mheshimiwa mgeni rasmi imefanywa na private sector, wakishirikiana na mamangu kipenzi UWT. Yaani kama kuna serikali imefanya, basi haikuwa serikali ni mimi. Lakini 99% ni private sector. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa upendo wao. Lakini la pili mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru kwa bidii ya kutafuta pesa. Mkoa huu unasaka pesa kweli kweli. Yaani hapa kila mtu unayemuona, kuna wamiliki wa shule binafsi, kuna wamiliki wa makampuni ya utalii, kuna wachimbaji wa madini, kuna wakulima, kuna kila mtu hapa. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana kwa kipindi ambacho tumefanya kazi kwa pamoja. Kwa kweli nina kila sababu ya kusema asante. Ni hotuba ya kuaga ndio naaga hivyo. Kwa sababu sasa hivi naitwa ndugu Makonda, au ukipenda niite shemeji. Lakini nawashukuru sana kaka yangu Lasi. Naomba makofi mengi sana kwake. Tumefanya naye kazi nzuri sana. Ni mzee mnyenyekevu, mtulivu, msikivu, na akikushauri jambo na kushauri kwa upendo na upole. Lakini nawashukuru wafanyakazi wote wa mkoa wetu, wilaya zetu zote. Wakuu wa wilaya nafikiri wako hapa, naomba tu wasimame. Mkuu wa wilaya wa jiji la Arusha, mkuu wa wilaya ya Longido, na wakuu wa wilaya wengine, na mwingine jana amehama ameenda Ilemela, ndugu yangu Mkalipa, na wengine ambao wako safari. Nilikuwa nimewapa ruhusa kwa sababu na tulipata mtu mmoja akiteuliwa hivi karibuni. Kwa hiyo nawashukuru sana. Naomba pia mnifikishie salamu za upendo kwenu mpaka kwa madereva na walinzi, ya kwamba nawashukuru mno, kwa sababu bila nyinyi hata hii heshima tunayopata tusingeweza kuipata. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika kushukuru sitaacha kushukuru chama changu cha Mapinduzi, mzee wangu Sabani, kamati yetu ya siasa ya mkoa, pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa mkoa, wilaya zetu zote, kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Kwa kweli ninaona nikiendelea kusema tabubujikwa na machozi ya furaha, lakini nawashukuru sana sana. Neno moja nawaambia, kwenye maandiko matakatifu Mtume Paulo aliwaambia, ndugu zangu muimarike, mkazidi sana kuifanya kazi ya Bwana, kwa kuwa ujira wenu si haba mbele ya madhabahu ya Mungu. Kila mmoja kwenye nafasi yake hakikisha anatumika vizuri, na apigane na msikilize kila mwananchi akiamini kama vile anamsikiliza mama yake mzazi. Akifanya hivyo, si tu kwamba atafanyika baraka kwa familia yake, lakini pia atakuwa baraka kwa wananchi. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi,